Hivi imefikia tu unaichukia kazi yako kiasi hiki? Kama nikiamua kukufukuza kazi, nitakuwa nimefanya jambo baya. Naichukia kazi yangu? Kivipi babe? Mbona sijakuelewa? Sina lingine la kuongea. Na hilo nilokuambia hilo. Hilo kubwa nilokuambia hilo. Ishie hapa hapa. Lisije likamfika tena muhusika. Maana kakangu wewe na kujua mwenyewe. Sawa, mimi nakuombea kwa Mungu upate usingizi ulale, alafu uje uote hiyo ndoto yako hiyo. Alafu useme hiyo siri. Maana tunaweza tukakaa hapa tunasubiri kuna siri. Kumbe hakuna lolote, si chochote. China skilimu. Na mkizingatia nyinyi mnakaribia kuwa ndugu. Sasa kwa nini mnakuwa mnatengenezeana machuki yasiyokuwa na sababu? Hizi chuki zinatoka wapi? Au zinatokana na nini? Nataka tuzungumze pamoja. Unaniona mimi muone mwenzako au unavuta bangi siku hizi? Sasa kama unataka ujue upande wangu wa pili, ongea neno lolote baya kwa mwanamke wangu. Ongea, wewe sikidume. Ongea sasa. Ila jeuri ndio inakuponza Desire. Unajifanya unakaza. Come on, sema na moyo wako Desire. Naomba uniruhusu niende nikaendelee na kazi zangu please. Kama kupata ijaandikwa kifosi, kweli itakuponya. Sawa tafanya kwa siri, la jua Mungu anakuona. Mabaya nitenda nikajipa na moyo, kufa na kupona. Sasa hivi nipo kivulini, la naisi jua linanichoma. Baya ukifanya na kalia, baya litarudi na utalia. Ubaya unafuata gabaya, watenda matendo mabaya kwa dunia. Mbaya siku yake ikifikia, hata tanga na dunia. Baya ukirudi ni mbaya, unarudi vibaya. Malipo yake ni mateso nayo. Karma, oh karma, karma, oh yeah, yeah. Karma, mateso mapenzi siwezi, sio sawa. Karma, nyanyaso, ujua madaraka. Karma, oh karma, karma, siwezi. Guest. Hey. Naomba utoke ndani kwangu. No. Relax baby. Just calm down. Mafuta ni stop. Unajua unanipenda mpenzi wangu. Ndio maana niko hapa. Sawa. Please, naomba usipingane na hisia zako Nandi. Gaston. Kama unataka nisonge nawe milele, naomba uendelee kubaki kwenye hii nyumba. Okay, najua nimekosea kuja nyumbani kwako bila ruhusa. Lakini naomba utambue kwamba unapokuwa unakaa na kuumia, automatically na mimi popote ninapokuwa huwa nakuwa naumia pia. That's why nimeamua kuja nione ili nijue kama uko sawa. Hivi kwa una pesa na kunifuatilia? Wakati mimi na yeye tulishaongea na tukamalizana. Alafu unawezaje kutoka huko ulikotoka na kuja nyumbani kwa mtu tena bila kumpa taarifa? Naomba ujue kitu kimoja. Mimi sio mwanamke single. Nimeolewa na naishi humu ndani mimi na mwanaume wangu. Sijui kama unaelewa vizuri. Okay, nimekuelewa. I may be wrong, lakini nataka akili yako iamke Nandi. Unatakiwa ujue wapi unapendwa na wapi usipopendwa. Wewe ni mwanamke mzuri sana Nandi. Wewe ni mlembo, sawa? Ni mwanamke mzuri sana na maisha unayoishi, hautaki kuishi ya maisha. So just let me be in your heart. Nataka nibadilishe furaha yako. Just let me make you happy, please. Nandi, nakupenda sana. Wewe aliyokuambia mimi sina furaha kwenye mahusiano yangu ni nani? Sikia nikwambie. Mwanaume wangu mimi ananipenda sana. Sana. Hata mimi nampenda mno. Ananijali, ananisikiliza, ananipa kila aina ya kitu ninachokitaka. Kwa hiyo, usije ukakaa ukafikiria kwamba naweza nikamwacha mwanaume wangu kwa sababu watu kama nyinyi msiojua kupenda. Alafu hakunaga mahusiano yasiyokuwa na matatizo. Kwa hiyo, haya ambao kwako unaona matatizo,
kwangu wala sio matatizo. Ni mambo ambayo yananifanya niwe bora zaidi kwenye mahusiano yangu. Okay, sawa. Unaweza kuwa upo sahihi. Lakini naomba nikuonye kitu kimoja Nandi. Acha kudanganya moyo wako. Sawa? Kwa sababu naona yani unaongea uongo mpaka mwenye nafsi yako inakusuta. Acha tu inisudi. Lakini ukweli ni kwamba napendwa. Tena napendwa sana. Na siko tayari kuwa na mtu kama wewe. Kwa sababu mimi hapa nipo pananitosha, na nafurahi maisha yangu ya ndoa. Okay, fine. Thank you. Na hii sitakuja kukusumbua. Lakini kama kuna chochote utakuwa unahitaji kutoka kwangu, milango ipo wazi. Okay? Asante sana kwa kunijali. Lakini sihitaji chochote kile kutoka kwako. Nandi. Hivi unajua kama mimi nakupenda sana Nandi. Na hakuna mwanaume ambaye anakupenda kama mimi. Na sitaacha kukupenda na sitachoka. Sitachoka kukupenda wewe. Na nipo lazima kukusubiri hata karne nzima, kwa sababu najua tu ipo siku utakuja kwa wangu. Naomba unielewe please. Nakupenda sana Nandi. Okay. Kwa hili. Vipi, kuna chochote unahitaji? Kwa heli. Sipendi ukose kitu ambacho nataka. Wakati mimi nipo, okay? Chukua tafadhali. Naomba uchukue. Kwa heli. Nakupenda sana Nandi. I love you so much, okay? Nimepitia kipindi kigumu sana Ford. Yaani kuna muda huwa sitamani hata kukumbuka. Maana hata sielewi ningekuwa mgeni wa nani hapa mjini. Nilipoongea na Derek, aliponiambia haupo, ilinisikitisha sana. Nikaona siku zinazidi kwenda. Mara mwaka na nusu. Nikasema, "He? Huyu mtu vipi? Nini shida?" Ina maana wewe hukuwa unajua lolote ambalo limenikuta mimi pamoja na familia yangu? Na wakati wewe ndio mtu pekee ambaye upo karibu na Madam Veronica. Na yeye anajua fika kila kitu ambacho kimenikuta. Bwana Shami, sifahamu chochote mshikaji wangu. Afu mambo mengine, mambo ya kifamilia, mimi waniingizi hivyo kama unavyofikiria wewe. Sio kweli. Funguka. Mbona uniacha njia panda, unapita huku, unaenda huku, unarudi huku? Funguka. Best yangu. Naomba tuachane na hayo mambo. Maana ni kila nikiyakumbuka naisha tu kuumia. Anyways, kuna kazi mimi nilikuwa nataka nikupe. Lakini kabla ya yote, sitaki mtu yoyote agundue kama mimi niko hapa mjini. Na kama itatokea hivyo basi niwe mimi ndo ambaye nitafanya hivyo. Na sio mtu mwingine yoyote. Umenielewa? Sawa. Lete mipango. Aya, nipe hiyo kubwa ulonitia. Nilikuwa nataka kujua details zote kuhusu familia ya Madam Veronica. Kwanza kabisa nataka kujua Derek huwa yuko na nani, anapenda kwenda wapi,
na kwa sasa hivi anafanya nini. Maana kuna vitu nimesikia Misa kavifanya na nisingependa kureact kabla sijaelewa vizuri ni kitu gani. Kwa hiyo naomba uniambie kila kitu na usinifiche chochote. Si unajua mimi huwa sipendi kureact kabla sijapata proof ya kitu chochote. Shami, imeisha hiyo. Hii kazi mimi nitaianza leo. By kesho jioni nitakuwa na mawili matatu ya kukupa. Si unajua mimi Ford. Basi sawa, wewe fanya kazi yangu vizuri alafu utaona. Si unanijua mimi vizuri? Vizuri sana. You know. Mateso mapenzi siwezi, sio sawa. Oh yeah. Mateso mapenzi siwezi, sio sawa. Naomba unijaze hii fomu. Uniletee ofisini haraka sana. Sawa bosi. Dr. Mira, sorry. Naona ulikuwa na mazungumzo nyeti sana na mume wangu kipenzi, mtarajiwa wangu. Oh. Kumbe ni mtarajiwa tayari. Mbona mkutuambia tuanze michango ya harusi? Oh wow. Hivi kwa unavyomwona Kiza na utajiri walionao na mali zote, unahisi tunaweza kuhitaji mchango wako? Mchango unamaanisha upendo na kujali. Sio kila anayechangiwa hajiwezi. Kama una akili hizo, basi mawazo yako ni mafupi sana. Afadhali mimi mwenye akili fupi kuliko mwenye akili ndefu ambazo hazikusaidii. Kutwa kujipendekeza kwa mwanaume wangu na akutaki, akupendi. Sikia mdogo wangu Salome, and I can call you that. You know, right? Wewe tu ndo unahangaika na huyo Kiza. Mimi mwezio sina hata habari naye. Halafu kwa wewe unavyoniona mimi, unaona hicho kijana ume chako kina hadhi ya kuwa na mwanamke kama mimi? That's no. And kwanza huu muda sio sahihi kabisa sisi kubishana kuhusiana na wanaume. Hao mambo ni ya kishamba sana. Tena ushamba uliopitiliza. So nadhani hizi nguvu unazopoteza hapa unaweza ukasave kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa. Mapenzi hapa sio mahali pake. So you know. No. I don't know. Mary, hata uongee nini unidanganye. Najua dhahiri wewe ndo chacho mapenzi yangu na Kiza. Lakini acha nikuonye. Acha kumfuatilia mume wangu. Akupendi, akutaki. Lieke hilo akilini. Sawa darling. I'm sorry. Good girl. I love you so much, baby. Na nakumisi muda wote.
Nakumiss pia mpenzi wangu. And I love you more. Unajua, najitahidi sana kuwa yule mwanaume ambaye sipendi kukosea. Na mara nyingi sana najitahidi kuweza kupunguza kasoro zangu ili niwe mwanaume bora kwako. Na hata ikitokea nimekukosea, basi jua inaniumiza sana. Simply because you are the only woman in my life. And you are the only man that I love. Ila unaniangusha sana. Sijui ni kwa nini unanipiga sana chenga. Hutaki kunitambulisha kwenu. Kwa nini tusimalize mambo Desire? Yani babe, bora hata ingekuwa kipindi kile niko sawa na mama. Lakini sasa hivi si unajua matatizo yetu. Tunaanzia wapi? To be honest, hii issue yako na mama sipendezewi nayo. Inaniumiza sana kuona mpaka leo hali iko hivi. Ni basi tu sina namna kwa sababu hupendi kusikiliza ushauri wangu. Hivi unajua leo nimekuwa na siku mbaya sana kazini. Okay. Na hapa najitahidi kuwa sawa kwa sababu nimekuona wewe kipenzi changu. And this surprise, oh my god. Yani nimejikuta I am feeling so good. Thank you so much. So can you please do me a favor? Na tuongelee kuhusu mapenzi yetu tu. Sure. Yeah. Your wish is my command. That's my baby. Doctor. Tadei rafiki yangu. Ili watu wakuheshimu kwenye dunia na wakupe thamani, lazima utafute pesa. Amamba kumbembeza mwanamke Januari mpaka Disemba. Wewe ni umama man. Wacho alamba lipsi sio wewe. Hafu pia, kwa sababu mapenzi kwako ni mapema sana. Yatakupotezea muda na malengo yako tu bro. Unachokiongea Chuga ni cha kweli kabisa. Lakini mimi naona wakati wangu bado haujafika. Maana wewe unajua kabisa asili zangu za kutafuta pesa. Lakini kila siku yani mimi naambulia hapa tupo. Hii kitu inaniuma sana. Pole sana rafiki yangu. Pole sana. Ila mimi nikwambie kitu kimoja rafiki yangu. Hii hasira ya mapenzi yamesha kwenye kutafuta pesa. Mkono mtupu wa ulambu rafiki yangu. Penye nia hapa na njia. Kama Mungu hajawahi kumtupa mja wake, lazima atakuonesha njia tu siku moja. Ila ukisema ukae nyumbani usubirie ajira rafiki yangu, utapoteza muda kaka. Unajua kinachonivuruga sasa hivi ni nini? Desire pokea simu zangu. Hajibu message zangu. Na kinachoniuma kuona juhudi zangu zote zile zimekuwa bure. Hazina maana yote. Da. Ina maana ulichanga katika kumgharamia katika masomo yake? Hebu nieleweshe vizuri bro. Hapana, sio kwamba nilimgharamia kihivyo. Lakini kwa kidogo ambacho nilikuwa namgharamia Desire, nilikuwa naamini anaweza kusoma bila stress yoyote. Da. Ndio maana mimi kumsaidia Manzi kabla sijamuoa siwezi kabisa yani. Kwa sababu najua mwisho wa siku lazima tuje tuumizane tu. Sasa nini? Chuga, hujapenda kwenye maisha yako. Lakini siku ukija kupenda ndio utaelewa maneno yangu haya. Ila man, kama umejitoa kiasi hicho alafu mwisho wako kutosa, huyu mwanamke ni wa kumkamata na kumtia vibao. Mwachie alama hata maisha kwenye uso. Ili wewe fundisho kwa wengine. Wala ina haja mzee. Sio kama nilikuwa nimejitoa sana, lakini nilikuwa namfulia,
nampikia chakula, nachota maji, sometimes maji ya nyumba nzima, kulikuwa kuna madumu mengi tu mule ndani. Unaona, nilikuwa nafanya usafi chumbani kwake na mnyoshia pasi. Acha uboya ase. Umelocha pakubwa hivyo man. Na nimekupa michongo hiyo ajabu sana hiyo. Umejichafua sana man. Umetobisha hata si wanaume man. Unadeki kwa wakwe. Kweli? Kwa wako unaona unadeki kabisa, unaona amani yani kwenye moyo wako, unaona fresh kabisa. Nilikuwa nakuona bonge la mafia. Bonge la zoba ase. Da. Mbona jambo la kawaida tu hilo Chuga? Jambo la kawaida, unaona kuna kawaida hapo? Acha ujinga bana. Huo ni umama. Yaani ungekuwa Chuga mwanangu unapigwa 70 na unafukuzwa nje ya mji kabisa yani. Ufai kukaa Chuga man. Hata kumpata na mtu kama mimi, unaona naibisha hata man. Ha. Wewe jamaa. Wewe acha tu ndugu yangu. Sio acha wewe. Acha uboya man. Mwanaume ni kichwa atumi ovyo. Mikoli mimi boya, sawa. Nitafanyaje wakati ndo umeshasema hivi? Peji namba 6 na 9 ndo kuna mabadiliko ambayo uliniagiza nifanye. Safi sana. Nadhani hapa sasa mambo yataenda vizuri. Safi kabisa. Ni hayo tu. Kama kuna lingine na kusikiliza, maana naona muda kuondoka umeshafika. Nikisha sign out ndo hadi kesho. Naomba nitie Dr. Desire. Kuna kitu cha muhimu sana nataka ni discuss naye kabla hajaondoka. Okay? Desire alishaondoka tangu mchana. Alikuwa anahisi kichwa kinamuuma sana, hivyo aliona akapumzike. What? Huyu Desire mbona kama dharau zake zinazidi? Kwa nini haheshimu misingi na taratibu za kazi kila siku? Utaratibu umeanza kuvunja wewe bosi. I'm sorry. Ila naomba umheshimu Desire kama unavyotuheshimu sisi. Na umtreat kama unavyofanya kwa wafanyakazi wengine. Wow. Naona leo umeanza kuota mapenzi eh? Unaingia kwenye bahari kwa kujiamini sana. Ndivyo alivyotuma Dr. Desire uje niambie. Au sio? Huo muda wa kupanga hiyo mipango sina. You know me better. Huo muda wa kupanga upuuzi sina kabisa. Ila nakuambia hivi kwa sababu hali imekuwa ni mbaya. Staff wote wanajua jinsi gani unamnyanyasa Desire. Na hii itakuja kuchafua hospitali na itakuharibia hadi wewe wizarani. Kuwa makini sana. Tambua kuwa madaraka hayana mwisho. Ikiwa njia imetengenezwa vyema kabisa. Hata mwenye madaraka akifa, jina tu linatosha. Okay? So I really don't care. I don't. Kwa hiyo unalingia wadhifa wa mama yako? Endelea. Lakini utambue haya madaraka yana mwisho wake. Tambua kuwa madaraka hayana mwisho. Ikiwa njia imetengenezwa vyema kabisa. Hata mwenye madaraka akifa, jina tu linatosha. Okay? So I really don't care. I don't. Unaweza ukawa sahihi, ila tambua kuna wakati wa binadamu na wakati wa Mungu. Hata Farao mwenyewe muda wake ulifika, alianguka tu. Lakini mimi sijafanya chochote kile kibaya. Hakuna ulofanya, ila kama unahisi kuna baya lolote ulofanya, liache haraka. Mwanamke hawezi kumpata kibabe namna hiyo. Jilainishe uone kama utapata mapenzi yake. Wow. Wow. Umepanga script yako vizuri sana. I like it. I mean, tunaweza tukafanyia kazi moja hivi, tukatoa sinema moja kali hivi. Udhani au? Vivyo tutakavyoona. Ila ukweli ndio huu. Najua mnaamni anguki. Leo au kesho. Lakini mwezi. I'm top of the world, baby. Karma, oh karma, karma, oh yeah, yeah. Karma, mateso mapenzi siwezi, sio sawa.
Kwa nini? Kuna jambo ambalo linanisumbua sana kichwa. Na najiona mimi ni mkosaji. Niahidi kwamba hautoniacha na wala hautonichukia Derek. What are you talking about? Vipi? Kuna nini kwani? Tafadhali naomba tukae kwa utulivu nikueleze. Ni nini hicho ambacho what's going on? Okay. Niambie. Nishtua vipi? Najiona ni mkosaji sana kwa kutokuambia hili jambo mapema. Okay. Moyo wangu hauna amani kama nitafunga ndoa na wewe bila kukuambia hili swala. Hili swala ni lipi? Mbona uniambii sasa? Unanirusha roho tu uniambii mke wangu. Ni kuhusu Shami. What? Shami amefanya nini sasa? Shami. Boy, what's going on? Shami amefanya nini? Nafahamiana naye muda mrefu sana. Na alikuwa ni rafiki yangu kipenzi. Ingia. Hivi. Huyu Salome anatafuta nini mimi? Kuna nini tena kaka? Kile ninavyomwambia achana na maisha yangu, hanielewi mtoto. Na sasa hivi ameanza vituko vya ajabu ajabu. Mbaya zaidi anataka kuniharibia mpaka kwa Dr. Miri. Nimfanye nini huyu mtoto? Nimfukuze kazi mimi nionekane mbaya? Calm down. Kaa kwanza. No, kaa brother, kaa. Unajua kuna jambo nataka utambue brother. Mapenzi ni kama upofu. Na asilimia kubwa utawaliwa na wivu. Huyu binti anakupenda mno sana. Na hataki kabisa kuona na mtu mwingine. Hilo ndo tatizo. Yeye kama nani? Yeye kama nani kwenye maisha yangu? Mtu ambaye sijawahi hata kumtongoza. Sijawahi hata kumuonesha kama nina hisia za kimapenzi labda kumtamani, sijawahi. Akilini mwangu hayupo. Afu ananionea wivu kama nani yani? Sasa hebu fanya jambo moja. Hebu muite. Muite sehemu tofauti na hapa. Kaa naye chini zungumza naye, mueleze taratibu. Mapenzi hataki pressure. Taratibu mueleze, bwana mimi nina mahusiano yangu na naheshimu sana. Siwezi kuwa na wewe. Sasa asipokuelewa hapo, tuangalie nafanyaje tena. Kaka huo sasa ni mtihani. Yaani mimi nawezaje kukaa naye yule? Naongea naye nini? Mnisikia, usio kama mtoto. Muite mueleze kama huna interest naye. Sasa usipomwambia, mwisho Dr. Miri atajua. Kishajua, utamkosa forever. Trust me brother, you have to do it. Yeah. Sawa. Mimi nitafanya hivyo bro, lakini sidhani kama nitaweza. Yaani namchukia sana yule mwanamke. Namchukia sana yani. Hata sijui nitafanya nini. Sidhani kama nitaweza. Kwa sasa hivi naweza kukuambia kazi za ndani ni fresh na unafanya. Chuga hizo dharau sasa ndugu yangu. Mimi naanzaje kufanya kazi za ndani? Sasa man kama unapiga deki, unafua, unapika. Unafuta nyumba, unafuta madirisha nini bila hata kulipwa hata 100. Sasa bora uajiriwe kufanya kazi za ndani na unafanya una make pesa fresh. No Chuga. Nilikuwa nafanya yote yale kwa mapenzi. Tena kwa mwanamke ambaye nilijua kabisa ndio mwanamke wa maisha yangu. Sasa hapo kuna kosa gani? Kuna tatizo gani? Kwa tatizo ulione hapo, si ndio? Uone tatizo. Tatizo ni kwamba kakuacha, hakutaki tena. Hata ile kujitoa kwako pote unamsamini, hajaona thamani yako. Hataki hata kukusikia. Izaka utisi sana moyo wangu Chuga. Yaani amenifanya mpaka nijute kumfahamu. Alikuja akanipenda sana. Na akanipa moyo kwamba yeye ndio atakuwa mwanamke wa maisha yangu. Lakini kaja kuniacha bila sababu. Jomba. Sasa unalia nini ase? Mtolea ni machozi hapa?
Wewe ni mama yako mzazi au baba yako huyo? Wazazi wako tu wenyewe kuna wakati tafika utaachana nao utaenda kutafuta maisha yako peke yako. Sasa sasa mwanangu mkutane nje ya panda Arifu. Wewe pambana tafuta pesa. Kama hajarudi peke yake mchana kweupe hapa. Tena hapa anarudi na magoti. Tafuta pesa paka jina lako unaitwa mapesa. Atakuja tu ndio udhaifu wa wanawake. Sasa una kitu afu unalialia hapo unalia hapa soga zako za ajabu. Hata nguvu ya kutafuta pesa sina. Giza karibu kila kitu katika akili yangu. Karibu mwanangu mzima maisha yangu. Kudadeki ya Mungu wala. Mwanangu hapo unafeli yani. Nikisema unafeli kweli yani. Mwanamke sababisha ushinde kutafuta pesa kweli? Naomba unisamehe sana mpenzi wangu. Niliogopa kukuambia mapema kwa sababu sikutaka kukuchanganya kutokana na yale mazingira ambayo nilikukuta nayo. Unajua najaribu kufikiria, najaribu kuelewa. Like how? Kitu kikubwa kiasi hiki umekificha muda wote. How? Niliona haina maana yoyote katika maisha yetu kwa sababu hata kama ningekwambia isingesaidia chochote. Na ukizingatia Shami mwenyewe hayupo tena. Tumepitia prosesi zote mpaka kufikia hatua ya ndoa, umenyamaza. Leo ndo nakuja kusema. Seriously? Niliogopa labda ukija kujua kabla mimi sijakwambia itakuwa mbaya zaidi. Naomba unisamehe sana Derek. Sikuwa na maana yote mbaya. Ni hofu tu nilikuwa nayo labda kama ukija kujua hautonipenda tena. Naomba unisamehe Derek. Please, naomba unisamehe. Stay away. Unategemea kabisa nikusamehe, si ndio? Just like that, yeah? Yaishe tu hivi, yani hivi tu. Wakunishika mkono yaishe. Nimeshakwambia. Sikiliza, listen, usinipigie magoti, nisikilize. Listen to me. Listen to me. Stay far away from me. Santa. Shem. Karibu. Santa wajua na mvua. Umependeza mwenyewe. Asante, wapi lakini? Vipi? Mambo yanaendaje? Ama tafadhali. Kila siku afadhali ya jana. Lawrence anipendi. Hataki hata kuniona. Hebu naomba nisaidie. Tafadhali nakuomba Shem. Wajua Santa wa kwangu kabisa. Kwa hiyo mimi kukuficha au vipi? Last time ulivyokuja hapa nini ukanichana kuhusiana na jamaa, mimi nikamtafuta nikaongea naye. Kwanza yule anampenda yule Dr. Desires. Anampenda kinoma noma. Akanambia nije kukuambia kwamba yani akupenda, yani sio kama kihivi, yani alikuwa kwa nawe kwa muda tu yani. Najua. Lakini hata wewe mwenyewe unajua ni mbali kiasi gani nimetoka nayo. Lakini niko naye kwa muda mrefu sana. Na ile unalelewa. Na sasa hivi sina mtu mwingine katika maisha yangu, nitaishije bila yeye? Nitaishije yani? Sasa hapo ndo gumu unapokuja, maana mimi unanijua mimi sipendi kuficha mambo yani kona. Penda kunyosha. Kiukweli jamaa akupendi kama nilivyokuambia. Unaona? Sasa sijui utafanya intelligence gani, sijui njia gani mpaka uje kumpata tena. Naomba. Wewe niambie chochote ambacho unaweza kuona mimi naweza nikamrudisha Lorenzo kwenye mikono yangu. Maana anakusikiliza na anakuheshimu. Isitoshe mnaelewana.
Hata mimi siwezi, yani mimi naanzaje kumlazimishaje Lorenzo akupende? Na wote tunajua kwamba nani anayempenda. Karma, oh karma, karma, oh yeah, yeah. Karma, mateso mapenzi siwezi, sio sawa. Oh karma, karma, oh yeah, yeah. Karma, mateso mapenzi siwezi, sio sawa. Da. Ndugu yangu tulia. Kaza. Tulia. Ujama kwanza upya ase. Inawezekana bila yeye. Mwanangu kulikoni? Mbona unalia? Amna mama, kawaida tu. Ni mambo kawaida. Kawaida? Kawaida gani na unalia? Mambo gani mwanangu? Hebu niambie ili nikusaidie. Usijali mazaa. Ama mambo ya kiume tumeshaweka sawa. Mambo ya kiume? Mambo ya kiume ndio nini? Na wewe usinijibu. Mimi namuuliza mwanangu anacholia kitu gani? Nijizaya mama. Apokee simu zangu. Ajibu message. Mara mwisho nampigia simu Nijizaya ananiambia nisimtafute mpaka nitafute yeye mwenyewe. Na sasa hivi umeshapita muda mama hajanitafuta Nijizaya. Mama mimi siwezi kuishi bila Nijizaya. Mwanangu. Yaani machozi yote hayo ni Nijizaya? Tume, yaani mimi nilijua mwanangu unaumwa, au umeporwa. Kumbe ni mwanamke. Hivi kweli mwanangu una wazimu wewe? Mama. Unajua kwa napenda sana Nijizaya. Yaani mimi siwezi kuishi bila yeye. Hivi wewe chuga wewe. Huyo mwenzako yuko sawa? Tangu lini pumzi ya mtu ikawa ya mtu? Usijali mazaa. Hayo ndo mapenzi. Na Yesu wa kwanza kugua ugonjwa huu. Tumsikilize, siende kumpa stress. Mimi kama namlilia huyo Nijizaya, amlilie mpaka toe machozi ya damu. Lakini mimi siwezi kumtuliza. Yaani aache kujua maisha yake, anamlilia mwanamke. Mimi sijawahi kuona. Lakini mama, unajua kabisa kiasi gani mimi nijitoa kwa ajili ya Nijizaya. Wewe sio kuongea maneno haya mama. Mwanangu, eti najua ulivyohangaika. Ndio mwanamke kashakuacha. Sasa hivi kuna mapenzi. Mapenzi sasa hivi aliyobakia ni kudanganyana tu. Hebu mimi nikajisongea ugali wangu mimi. Eti nini? Yaani mwazie mwanamke? Pole wewe. Pole sana mwanangu. Pole sana. Usiwaze. Tupatie ufumbuzi. Mimi naona kama ili swala la Lorenzo tu uliache ni kama ikiwezekana fanye mishe zingine. Kwani mimi na kasoro gani? Kwani mimi na matatizo gani lakini shehe? Mbona mapenzi yananitesa hivi lakini? Kwa nini? Bana siwezi. Asante shemeji yangu bana, hilo haliwezekani. Haliwezekani kabisa. Yaani wewe sikilizia hapa ni mpaka mimi sipendi kuona unalia hivi. Kwa hiyo unaweza ukapiga pana kidogo. Mida ikifika uende nyumbani. Siwezi. Acha tu bidii. Asante, subiri kwanza. Hivi umejua na macho yako jinsi yalivyo. Sasa ukitoka tu nje hapo sikia mtu atakuwa anajua umekuwa unalia. Siwezi shemku. Wetu hapa piga pana hapo kidogo. Nusu saa moja hivi kupumzika. Utakuwa uko poa utaenda nyumbani au vipi? Umehitaji Lorenzo. Mimi. Listen. Ukijaribu kushuka hizo ngazi kunifuata, nitafanya kitu ambacho sikuplan kufanya. Just do not. Nisikilize Derek. Just stop. Kwa nini unanihukumu wakati sijamaliza kuongea? Please, Derek.
Please, Derek, please. No more. Puzi kabisa. Unajua mimi nilimjua Shami muda mchache tu kabla hajaondoka. Na sikujua kama mlikuwa kwenye mahusiano. No, nisikilize mimi, okay? Sijali kama umemjua jana au juzi au leo, okay? Hiyo tu inatosha kwa wewe kutokuwa mke wangu. How can you be comfortable kuwa na mahusiano na mwanaume wa rafiki yako? Huo ni ushenzi kabisa. Mimi siwezi kutolerate ujinga huo. Lakini hakuniambia yeye mwenyewe. Liar! Tena mwongo mkubwa wewe. Ulikuwa unapika na kupakua na Shami. Sehemu zote za starehe mlikuwa mnaenda wote. Baada ya kusikia anatoka na anataka kuchumbiwa na mtoto wa Zuu, ukatokomea, kumbe ndio ulikuwa mawindoni. Shame on you. Usihangaike kuongea naye. Na kuanzia leo kila kitu ambacho tulikuwa tumekipanga kimeishia hapa. Kimeishia hapa. Derek, unakosea sana. Unakosea wewe. Uliyemwacha mwenzio wakati wa matatizo na kuanza kumwinda kakangu mpaka ukampata. So ulifurahia matatizo ya Shami ili wana Derek, right? And hayo ndio malipo yake. Kwa nini unanukumu vikubwa hivyo? Kuhusu mahusiano mama, sahau kabisa. Na engagement imekufa. Imekufa. Sitaki. Engagement imekufa? Kwa misingi gani? Kidogo. It's enough. Baby, let me show. Come on, Desire. I know upendi chocolate, lakini unakula. Come on. Just a little bit. Asa umefanya nini? Umekufa? Kuna muda nakuona una mapenzi mengi. Mpaka unachanganya. Ila kuna muda nakuona kabisa babe unanidanganya. Yaani at times I feel unanicheat kabisa. No, siwezi kufanya upuuzi huo. Naanzaje kwanza wakati wewe mwanamke wangu uliyekamilika huko? Hivi unajua kwamba isingekuwa kukosa maelewano mimi na mzee, ningeshakuwa nimekuvuta mjengoni kitambo. I know. Alafu baby. Yeah. Sijakusikia ukiongelea kuhusu biashara zako in a while. Yaani sioni kama uko makini unazifuatilia. What's going on? No baby, nikiacha kuwa makini kwenye kutafuta, nitawezaje kukuhudumia? Niko makini, ni mfumo tu wa biashara umebadilika. Unajua siku zote biashara ina pande mbili. Kuna wakati biashara inakuwa iko juu, kuna wakati kidogo kwa biashara inakuwa iko chini. Kwa hiyo sasa hivi kuna challenges, mizigo haingii kama zamani. Kwa hiyo tenda za usafirishaji zimeshuka sana. Yeah. I know, najua sasa hivi hali imebadilika. Lakini mimi ningeshauri nataka upanue biashara yako kwa kufungua biashara nyingine. Okay. I don't know, nahisi tu kwamba that's going to help. Kwa sababu baby unataka kuniambia kwamba mwakani usipopata safari ndio tutakufa njaa. Hakuna kitu kama hicho. Nimejipanga na nina akiba ya kutosha tu ambayo inaweza kukidhi mahitaji yako na yangu muda wote. Kwani umesha kutaka kitu ukakosa? Mapenzi yako ndo nayakosa. So kweli. Ndio. Nope, nakataa. Yes, it's the truth. Lakini nifuate ushauri wangu babe. Sawa. Like we really need to fungua biashara nyingine. Just for safety. Umesikika vema malaika wangu. Sema kingine. Mwanaume wangu mzuri sana. You're so handsome. Alafu mtamu mno. And kubwa kuliko. Nakupenda kuliko kitu chochote duniani. Asiacha tu nimalize process kwenu ni kuchukua mazima. Nataka niwe nakula mzigo wangu kihalali. Unapenda mwenye kusema hivyo. Sasa Desire nisipokuambia wewe nimwambie na. Nimwambie na.
Una mwanamke mwingine? Sina. Sema you swear. Sina, I swear to God. Sema unanipenda mimi peke yangu. Uko peke yako wewe. Naomba uelewe. Angefanya mtu mwingine, ila sio wewe Misa. Niliyabeba matatizo yako kama yangu. Nilikuwa muwazi sana kwako na kukwambia siri zangu zote. Sikuwa najua kama ulikuwa unafurahia matatizo yangu. Umefanya mengi sana ya kuniumiza. Nimekusamehe. Lakini kwa hili la Derek, sintokuacha salama. Hutakuja kuwa na furaha naye hata siku moja. Huwezi kunipora mwanaume wa maisha yangu, na ulikuwa unajua fika nampenda kiasi gani. Misa, jiandae. Hii vita ulioitaka kwa nguvu umeipata. Andaa silaha zako zote za kisasa, la sivyo na kupoteza huku na starehe. Nimefika mwisho Misa, na nimekubaliana na matokeo. Hakuna kitu kinaniuma kama kumwacha mwanaume ninayempenda na kwenda mbali, na hata sijui lini nitarudi. Naumia mno. Naelewa unayapitia kipenzi changu, ila naomba ukumbuke kitu kimoja. Mama ni nguzo ya kwanza duniani. Wanasema kwamba mama ni Mungu wa pili. Sisi yenyewe tusingekuwepo kama asingekuwepo mama. Sasa unawezaje kumwacha mama katika hali kama ile eti kwa sababu ya mwanaume? Mimi ninachojua ni kwamba kila kitu ni Mungu ndo anapanga. Haijalishi ni nyakati gani ambazo wewe unapitia. Ila kama imepangwa wewe kuwa na huyo Derek, utakuwa naye tu hata upite muda gani. Sawa mpenzi? Namwonea huruma sana Derek. Amenizoea mno. Na nimemzoesha vitu vingi sana ambavyo nawaza atawezaje kuyabeba maumivu ya kwamba mimi sipo tena. Baby. Na hata uniona kwa muda mrefu, na inawezekana hata sinione tena. Usiseme hivyo mpenzi. Kila kitu ni Mungu ndo anapanga. Hakuna ambaye anataka yeye matatizo ya mkute. Tena huwezi jua labda Mungu nini ambacho amekupangia. Labda kuna kitu mbeleni kizuri kikubwa. Kwa hiyo yatupasa sisi tumshukuru na sio kunung'unika, kwa sababu yeye ndo muweza wa haya yote. Sawa? Naomba unilindie Derek wangu. Moyo wangu unaniambia ipo siku nitakuja kumuona tena. Na umkumbushe kila wakati kuwa nampenda sana. Najiona mjinga sana kutokukutambulisha kwake. Najiuliza utaanzaje kumwingia Derek, na ataamini vipi kama yeye ni rafiki yangu? Usijali baby. Mimi nitamtafuta, japo ni ngumu kwa sababu sijawahi kumuona, simjui, ila kwa ajili yako kipenzi changu
nitahakikisha nampata na kuwa naye karibu na kumfariji vile ninavyojua mimi, kuhakikisha kwamba hatokusaliti. Okay? Kama itabidi yeye kuwa na mwanamke, wewe muache tu awe naye. Maana hata sijui mimi nitarudi lini. Unajua hali ya mama ni mbaya sana. Na kama nitarudi manake ni mpaka yeye atakapopona. Mimi namuomba Mungu na naendelea kumuomba Mungu amjalie mama yangu aweze kupona haraka, halafu na wewe urudi tena kwa Derek wako. Nakupenda sana BFF wangu. Na nakuahidi nitakuwa na wewe bega kwa bega katika hali yote hii. Sawa. Nakupenda pia. Wewe ni mtu muhimu sana kwangu. Nitakupa details zote za Derek. Naomba usiniangushe. No, usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. No. Come on. Kama ni kweli nilichoambiwa kuhusu wewe na Derek, na kwa pia Misa, sintakusamehe duniani na ahera. Na sintakuacha uishi kwa amani na Derek. Ford, wewe ndio utanithibitishia ukweli wa haya mambo. Misa, mbona magoti tena? Umekosa nini wewe? Mama. Nimemkosea sana Derek mama. Naomba niombe msamaha mama, Derek hataki kunielewa. Sasa ni kosa gani hilo ambalo linafanya nyinyi msisikilizane na mkasameheana? Derek, hebu niambie kuna nini? Mama, nimesema hivi. Kila kitu anakijua huyu dada. Mimi sijui yaani sijui chochote ambacho kinaendelea. Na unajua naweza nikasema hivi, for now nitaomba mnisamehe. I have to go. Excuse me. Derek, hebu rudi hapa haraka. Usiondoke mpaka tulimalize hili swala. Unaondoka vipi sasa? Mama. No, this is not right. Utakuwa umtendei haki kaka Derek. Mwache aende zake, hasira zake zikiisha, atarudi mtaliongea hili swala. Usimlazimishe kuongea sasa hivi. Hebu kaa kimya wewe. Mimi nikiongea ni amri na sitaki mtu anipinge. Umbavu wewe. Ma, not for this one. Excuse me. Sorry mom, sorry. Nilikwambia unapokuja kwenye hii nyumba, make sure you are smart. Hebu toka. Kufa na kupona, sasa hivi nipo kivulini la naisi jua linanichoma. Baya ukifanya na kalia, baya litarudi na utalia. Ubaya unafuata gabaya, watenda matendo mabaya kwa dunia. Mbaya siku yake ikifikia, hata tanga na dunia. Baya ukirudi ni mbaya, unarudi vibaya. Malipo yake ni mateso na yo karma, oh karma, karma, oh yeah, karma. Mateso mapenzi siwezi, sio sawa. Karma, nyanyaso, ujua madaraka. Karma, oh karma, siwezi. Nimeamini
sikio la kufa lisikia gidawa, kama ilivyo mwenda pole jikwa hii. Ndo utaniamini usipoziba nyufa utajenga ukuta.